Karibu mpendwa katika fundisho la leo. Tunapoangalia fungu ambalo limekanganya watu wengi wakitaka kuamini ya kwamba fungu hilo linatetea utatu. Fungu lenyewe linapatikana kwa Yohana 10:30. Ambayo inasema mimi na Baba tu moja. Mimi na Baba tu moja. Yesu akasema yeye Yesu na Baba wako na umoja. Kwa hivyo ni umoja gani ambao inazungumziwa? Ni umoja gani ambao inazungumziwa? Kwanza tunaamini kuna Mungu mmoja anaitwa Baba. Tunaamini kuna Mungu mmoja anaitwa Baba. Tunaamini Yesu ni mwana wa Mungu, lakini kati yao kuna umoja ambayo unadumu. Kwa hivyo tunapoingia katika vitabu za roho ya unabii, ndugu mpendwa, ni kwamba unaposoma kitabu cha 8T Testimonies for the Church volume 8 paragraph ama page 268, paragraph yake ni ya kwanza, inasema maandiko yanaweka wazi uhusiano baina ya Mungu na Kristo na kuleta kwa uwazi kabisa nafsi ya kila mmoja wao. Hivyo ndivyo kitabu cha roho ya unabii inasema. The scriptures clearly indicate the relation between God and Christ, and they bring to view as clearly the personality and individuality of each. God is the father of Christ. Niko paragraph ya 3. God is the father of Christ, ya kwamba Mungu ni baba wa Kristo. Christ is the son of God, ya kwamba Kristo ni mwana wa Mungu. To Christ has been given an exalted position, ya kwamba Yesu ametukuzwa na Mungu. Kwa njia gani? All the counsels of he has been made equal with the Father. Amesawazishwa na nani? Na Mungu. All the counsels of God are open to his son. Makusudio yote, mipango yote ya Mungu yamewekwa wazi kwa nani? Kwa mwana. Ndiposa wakati ya uumbaji Mungu ana consult na mwanawe katika uumbaji, yani anawekwa wazi kwa mwana. Ni nini kinamfanya mwana kuwa sawa na baba? Sasa tusome andiko ya Yohana 10:30 na ngapi? 33. Baada ya Yesu kusema yeye na Baba wako na umoja, verse 31 inasema basi Wayahudi wakaokota mawe tena ili wampige. 32, Yesu akawajibu, kazi njema nyingi nimewaonyesha zitokazo kwa Baba. Kwa ajili ya kazi ipi katika hizo mnanipiga kwa mawe? 33, hapa ndio kuna jibu. Wayahudi wakamjibu, kwa ajili ya kazi njema hatukupigi kwa mawe, bali kwa kukufuru, kwa sababu wewe uliye mwanadamu wajifanya mwenyewe u Mungu. Yesu akajibu, verse 36, je, ye ambaye Baba alimtakasa akamtuma ulimwenguni, nanyi mnamwambia unakufuru kwa sababu nalisema mimi ni mwana wa Mungu? Kwa hivyo 33 inasema wewe unajifanya mwana wa Mungu, unajifananisha na Mungu. Kwa hivyo wakati Yesu anasema yeye ni mwana wa Mungu, hivyo ndio kujifananisha na Mungu. Kwa hivyo usawa uliopo kati ya Baba na Mwana ni wakati Mungu atabaki kuwa baba wa Yesu na Yesu atabaki kuwa mwana wa Mungu. Hapo ndipo equality ama usawa upo. Lakini tulikuwa katika umoja. Mimi na Baba tu umoja. Wako na umoja katika njia gani? Turudi kitabu cha 8T 269.1 inasema here again is brought to view the personality of the Father and the Son. Hapa tena tumewekewa nafsi ya Baba na ya Mwana, showing the unity that exists between them, ikituonyesha uhusiano ambao unadumu baina yao. The unity is expressed also in the 17th chapter of John in the prayer of Christ to his disciples. Hiyo umoja imezungumziwa pia katika kitabu cha Yohana 17 wakati Yesu anaonyesha umoja wake na wanafunzi. Kwa hivyo kuna umoja ambao imetajwa kati ya Yesu na wanafunzi. Wacha tuone hiyo uhusiano. Wonderful statement. The unity that exists between Christ and his disciples, uhusiano ama umoja ambayo unadumu kati ya Kristo na wanafunzi wake, does not destroy the personality of either. Haiondoi nafsi ya wanafunzi. Unajua Yesu alikuwa na wanafunzi wake 12. Kwa hivyo wakati Yesu anakuwa na uhusiano na wanafunzi 12, kila mtu tu atabaki kuwa mwanafunzi. Yesu atabaki kuwa Yesu, Tomaso kuwa Tomaso, Yohana kuwa Yohana, Petero kuwa Petero na wale wengine.
umoja wao haiwafinyi kuwa kitu kimoja. Tuseme sasa Yesu na wanafunzi ni moja. Hapana, kila mmoja anabaki katika nafsi yake na watakuwa na umoja. Hivyo ndivyo uhusiano kati ya Baba na Mwana ulipo. Mungu anabaki kuwa ni Mungu, Yesu anabaki kuwa ni mwana wa Mungu, lakini wako na umoja. Sasa sikia hii statement napomalizia. Wonderful statement. The unity that exists between Christ and his disciples does not destroy the personality of either. Haiondoi nafsi ya kila moja. They are one in purpose. Kumbe wako na umoja katika makusudio. One in mind, katika mafikirio. One in character, hata katika tabia ni moja, but not in person. Kwa hivyo Yesu na wanafunzi wakati wako na umoja iwafinyi wakuwe mtu mmoja. Hapana, kila mmoja anabaki na nafsi yake, lakini wako na umoja katika kutenda, moja katika tabia, moja katika makusudio. It is thus that God and Christ are one. Hivyo pia katika uhusiano kati ya Mungu na mwanawe. They are one in purpose, one in mind, one in character, but not in person. Lakini utatu inafundisha nini ndugu yangu? Ya kwamba wameungana, yani Baba, Mwana na Roho, they are one in person. They are not one in person. Mungu anabaki kuwa ni Mungu. Yesu, mwana wa Mungu ambaye ni Yesu, anabaki kuwa ni mwana wa Mungu. Na Roho anabaki tu kuwa ni Roho wa Mungu. Hiyo ndio lakini kuna umoja. Kwa hivyo Baba na Mwana, Roho wao inawafanya wawe na umoja. Kwa hivyo Roho wa Mungu inamfanya Baba na Mwana wawe na umoja, lakini sio mmoja katika nafsi. Mungu wako na nafsi ya kwake, Yesu wako na nafsi ya kwake, lakini wako na umoja katika kutenda kazi. Mbarikiwe watu wa Mungu.